Tunaanzia hapa ambapo tunaona wanafunzi wakiwa wamekusanyika kwenye ubao wa matangazo. Kila mtu akiwa anashangaa kilichokuwa kimeandikwa pale. Ilikuwa ni karatasi ambayo ilikuwa na wishes za mtu ikisomeka kama hivi: nataka kukamua ng'ombe maziwa, niipe jina nyota, niogelee na dolphins, kuangalia kuchomoza na kuzama kwa jua. Wakati huo Jiden anafika, anawaambia sio vizuri kuzisema wishes za mtu, maana kila mtu kuna kitu anataka kukifanya katika maisha yake. Jiden akarudi tena kuitazama ile karatasi, akakuta haiko pale, lakini akamwona Kamsi akiondoka, hivi akajua ni yeye aliyeichukua. Hapa tunamwona Jiden akishuka kwenye gari na kwenda kuwapa msaada watu. Hii ni tabia yake ya kila siku akipita eneo hili. Huku mwanadada Kamsi akapita na kukiona kitendo kizuri alichokuwa kifanya Jiden. Hapa tunatambulishwa kwa Amina, rafiki yake na Jiden. Alikuwa anamsubiri ili waingie wote darasani. Huku tunatambulishwa kwa mshikaji mmoja anaitwa Promise. Alikuwa akimsubiri Bella. Anamwomba awe mtu wake wa prom, lakini anaishia kupata majungu tu. Siku ya kwenda kwenye trip ikafika. Jiden aliletwa na baba yake mpaka shuleni. Akamfuata Samson. Anamuona hayuko sawa. Anajieleza pale changamoto alizonazo. Naweza nikakosa ada na siko tayari kuondoka shule kwa sasa. Itabidi nitafute pesa ili niweze kulipa ada. Wakiwa kwenye gari, Miss Valeria anamuulizia Kamsi. Amelipa hela lakini haonekani hapa na muda umeenda sana. Huku wenzake wakiendelea kumsema Kamsi kwa kuwa amechelewa kwenye gari. Ikabidi aondoke hivyo hivyo bila yeye. Kamsi anaonekana kwa mbali akikimbilia gari. Ikabidi asimame ili aweze kumchukua. Na sababu ya kuchelewa ni kwamba gari ya mama yake ilikuwa imeharibika. Kwa hiyo ikabidi apande taksi. Watu wakaendelea kucheka maana wamezoea kumsema vibaya sana Kamsi. Kufika mbele gari ikazingua. Ikabidi Jiden amcheke mshua wake ili aweze kulimaliza ili swala. Waweze kuondoka mahali pale. Akamvutia mshua wake Waya. Wakafanikiwa kuondoka na kufika mahali walipokuwa wanakwenda. Siku inayofuata wakapewa maelezo na nini cha kufanya wakiwa mahali hapo. Huku Bella akionekana akimwangalia sana Mr. George, ni kwamba anavutiwa naye. Baada ya kupata maelezo kutoka kwa walimu wao, shughuli nyingine za kawaida zikaendelea. Asubuhi Jiden anawaamsha wenzake. Nia yake ni kumfanyia surprise Promise ambaye ilikuwa ni birthday yake. Pongezi kibao pale, jamaa akafika. Kila mtu akampongeza heri ya siku ya kuzaliwa kwake. Kama kawaida, Jiden alivyokuwa mkorofi ikabidi mmwagie maji kama sehemu ya kusherehekea. Huku Bella akiendelea kumfuatilia sana Mr. George mpaka akionana naye anakosa nini cha kusema. Anajing'ata tu, maneno hayatoki, haeleweki anazungumza nini. Akarudi na kuambia marafiki zake kwamba leo nimezungua kinoma sana. Nimemwita Mr. George mpenzi. Yaani siwezi kujizuia kabisa. Nampenda sana huyu kaka. Huku Jiden bado hajakata tamaa kwa Kamsi. Kwa nini unapenda kukaa peke yako? Unajitenga mno. Kwa nini hutaki marafiki? Mimi nataka niwe rafiki yako Kamsi. Kamsi anamjibu kwamba mimi sitaki marafiki. Nimeshazoea kukaa peke yangu, lakini wewe unaonekana ukinizuia kufanya hilo. Ndoto yangu ni kufanya kila mtu ambaye yupo katika mazingira yangu awe na furaha. Kwa nini unataka kuniruhusu Kamsi? Naomba tuwe marafiki. Kamsi akamjibu kwamba kutengeneza marafiki uko vizuri sana katika hilo. Nilikuona muda fulani. Haya, tunaweza kuwa marafiki. Wakati wanaondoka sasa wakakutana na Amina. Amina amekasirika sana. Ikabidi Kamsi asepe. Unijali kabisa, nikikuhitaji haupo. Hata uniulize naendeleaje. Uko bize tu na Kamsi. Kwa nini unaongea maneno haya? Kamsi ameshakuwa rafiki yangu sasa. Itabidi umzoee. Usiwe hivyo basi Amina. Huku tunamwona Uti akiwa na Blessing. Wakiwa njiani akaumia. Hataki kabisa kazini wake amshike. Kazini wake anaitwa Peace. Mimi sio dada yako. Naomba uniache. Mbona huelewi? Sitaki kuwa karibu yako. Wawili hawa wanaonekana hawapatani kabisa, japokuwa ni ndugu, yani mtu na kazini wake. Huku Jiden akamfuata Kamsi. Kwa nini unanipiga picha lakini? Kwa sababu wewe ni mzuri. Kwa nini sikupige picha? Umeanza Jiden. Alafu kwa nini unaendelea kujitenga kati tulisema sisi ni marafiki? Tuondoke tukaungane na wenzetu. Hapa tunamwona Jiden akiwa anaongea na simu na baba yake. Usijali baba, nitawahi kurudi. I wish mama angekuepo hapa kushika mikono wakati mimi sipo. Lakini ndio hivyo haiwezekani. Usiwe na mashaka. Siko peke yangu. Niko na wanafunzi wenzangu. Nitakuwa sawa tu baba. Asubuhi na mapema wanaamshwa kwa ajili ya jogging. Wakiwa wanaendelea kufanya mazoezi, wakaambiwa wapumzike kidogo maana kuna zoezi litaendelea muda si mrefu. Kila mtu alitakiwa kuwa na partner wake. Bella anamfuata Mr. George na kumuomba kuwa awe partner wake, lakini anakuja Miss Valerie. Anamwambia mimi nipo hapa na Mr. George ndo atakuwa partner wangu. Tafuta mtu mwingine. Kamsi, njoo, una partner? Hapana, sina. Utaungana na Bella, mtakuwa wote pamoja. Na nyie ni team sasa. Bella akionekana amekasirika kinoma, maana hawaelewani kabisa na Kamsi. Jiden akimwambia Blessing, yule ni kazini wako, hamtakii kuwa vile. Yule sio ndugu yangu. Alafu Jiden, kwa nini unapenda kufuatilia mambo ya familia ambayo haikuhusu? Naomba uniache. Yule sio ndugu yangu. Huku tena tunamwona Jiden akienda kwa Kamsi, akipiga naye story mbili tatu pale. Naona unaendelea kuandika vitu vingine. Kwani zile wishes zako ulishazimaliza? Alafu unapenda sana kujitenga. Na tulishaongea kuhusu hili. Basi tuondoke, twende tukongane na watu wengine. Hapa kulikuwa na assignment nyingine. Kila group linatakiwa lichague mtu mmoja ili aweze kujibu maswali yote. Watakaofanikiwa watapata zawadi na wale watakaofeli watapewa adhabu. Kila group akasimama mtu mmoja na Bella akasimama kuwakilisha group lake. Maswali yakaendelea pale, lakini kwenye group la Bella hawajapata max hata moja, maana Bella akili yake haiko pale. Anamwangalia tu Mr. George. Ikafika wakati sasa Kamsi akaona aokoe jahazi. Kila swali ambalo lilikuwa linaulizwa basi Kamsi alikuwa analijibu kwa usahihi. Swali la kwanza Kamsi, swali la pili Kamsi, mpaka swali la tatu na group lake wakashinda. Huku Jiden na Kamsi mambo sio mabaya kwa upande wao.
Wakaondoka wote kwenda kulitazama jua linavyozama. Hii trip imekuwa nzuri sana kwa upande wangu, sikutarajia kabisa. Nashukuru sana Jidena, unajua kumfanya kila mtu awe na furaha. Unatakiwa una furaha Kamsi, una kila sababu ya kufurahi. I wish mama yangu angekuepo hapa, lakini haiwezekani, lakini bado nina furaha. Ikabidi Kamsi aanze kumpanga Jidena kuhusiana na ndoto zake. Natamani nitoke kwenye date nzuri siku moja, niende prom na mtu ninayempenda sana, pia niipe nyota jina langu. Mdogo wangu anaumwa sana, zinahitajika naira milioni 5 ili aweze kutibiwa. Nyumbani kwetu hali sio nzuri, na kosa sababu ya kuwa na furaha. Jidena akiwa anaondoka zake, anasikia mazungumzo ya Mr. George kwenye simu. Analalamika sana kuhusiana na pesa, majukumu yake ni mengi sana na anapata pesa kidogo. Hiyo inatakiwa mtumie bi mkubwa wake, na hiyo inatakiwa iwalewe wadogo zake. Hicho kinamuuma tu, haelewi hata ajigawe vipi. Huku Amina anamwona Bella akimshangaa sana Mr. George. Unampenda? Kamwambie acha kumshangaa tu, japo sio rahisi. Aliyekwambia nampenda nani? Alafu kwa nini unapenda kuingilia mambo yangu? Mimi na wewe sio marafiki, ila najua kabisa unampenda Mr. George. Wewe nenda kamwambie, huwezi kujua. Huko tunamwona Uti na Piso akiwa na enjoy, kumbe hawa ni wapenzi. Anafika Blessing na kuwaona. Blessing, unavyofikiri sio. Blessing akampiga Peace kibao, kisha Blessing akaondoka. Huko tena Bella akamfuata Mr. George, hana cha kumwambia, anamshangaa tu. Unataka nini Bella? Kuna kitu unahitaji nikusaidie? Samahani mwalimu, una mchumba? Bella akamuuliza Mr. George. Swali gani hilo unaniuliza Bella? Na kwa nini umefikiria mpaka unaniuliza mambo kama hayo? Nye vijana, mchukueni Bella, msindikizeni mpaka anapolala. Jidena anaandaa surprise kwa ajili ya Kamsi. Ulitaka date nzuri, na huu ndio mwanzo, japo sio kila kitu, ila naahidi kukutoa katika date nyingine. Hakika hii ni date nzuri sana kwangu. Nashukuru sana Jidena. Jidena anamkuta Uti akiwa na mawazo kibao. Shida nini mwanangu? Nimechoka kujifanya nampenda Blessing, akati mimi nampenda sana Peace. Na kanikuta naye hapa, sijui nini cha kufanya. Wapendani kisa mimi. Peace aliamua kuficha hisia zake ili kutokumuumiza kazini wake, ila sasa inatosha. Jidena anamchana Uti kwamba hata wewe ulikosea, ingetakiwa uweke wazi hisia zako kwanza, haya yote yasingetokea. Jidena anamfuata Mr. George. Mr. George anamwambia najua uko hapa ili kuniuliza nini kinanisibu, ila Jidena, huwezi kutimiza kila hitaji la mtu, huwezi kumsaidia kila mtu, na unajitahidi sana kufanya hilo, huwezi kufanikiwa kwa kila jambo. Jidena akaamua kumchana Mr. George. Bella anakupenda sana, ila ndo hivyo tu, haelewi nini cha kusema. Mr. George akasema, nina vitu vingi sana kichwani, nawezaje kumudu mpenzi kwa sasa? Alafu kizingatia pia Bella ni mwanafunzi wangu, natokaje na mwanafunzi wangu? Muda sio mrefu unaweza kuondoka kwenye hichi kituo, unaweza kupata ajira sehemu nyingine. Kwa hiyo kuwa na Bella haitakuwa tatizo. Hapa tunamwona Jidena akirekodi ujumbe fulani hivi kwa siri, ambapo hakuna mtu yoyote anayemuona. Huko Jidena na Kamsi wakiwa wamekaa pamoja, Jidena anaamua kuipa nyota jina. Hii nitaita Treasure, maana ni nzuri sana kama macho yako Kamsi. Naomba uwe prom date wangu. Lakini Kamsi akakataa. Siku ya kuondoka ikawa imekaribia. Basi wakacheza michezo ya mwisho pale ili kuweza kuondoka, kuimalizia ile trip yao. Lakini mwisho Jidena akaomba watu wote wabaki. Kuna maneno anataka kuzungumza. Akamwambia kweli promise, Amina anakupenda sana. Yupo na mimi ili uwe na wivu tu. Hakuna chochote kati yetu. Alinomba niwe naye ili wewe upate wivu, ila anaonekana hajafanikiwa katika hilo. Basi Amina ikabidi asimame aende kwa mpenzi wake ambaye ni Promise. Kila mmoja akaana furaha sana kuimaliza ile trip. Huko tunamwona Kamsi akimkubalia Jidena kuwa prom date wake. Ikafika siku ya kuondoka. Wakiwa wanaelekea kwenye basi, ghafla Jidena anapoteza fahamu na kudondoka. Wenzake wakawa wamejaa pale, hawaelewi nini kimetokea. Kila mmoja akimuita Mr. George ili wamwoshe Jidena hospitali. Hospitalini Jidena ameamka amezungukwa na wanafunzi wenzake. Mara babake pia anaingia. Miss Valela akabidi amuulize babake Jidena, nini kinamsumbua mwanae? Maana hatujawahi kusikia chochote kile. Jidena anaumwa leukemia. Wenzake wanaanza kushangaa. Jamaa hajawahi kusema kitu kabisa. Ipo stage 4. Zake wakaanza kulia pale wodini. Wakaanza kuimba nyimbo za kumfariji Jidena. Jidena anamwambia nitakuwa poa tu, wala msiwaze. Kwa nini mna huzuni? Acheni kulia. Kwanza tupate picha. Siku ya prom ikafika. Kamsi akaenda hospitalini. Nimekufuata huku. Hakuna prom bila wewe. Tunasherehekea hapa hapa ukiwa hospitalini. Tunarudi shuleni sasa. Miss Valela anawaambia kuna ujumbe tunatakiwa kuutazama. Ni ombi kutoka kwa Jidena. Huko kila mtu akitarajia Jidena poni haraka na kuweza kurudi darasani. Kwenye ile video tunamwona Jidena akielezea kuhusiana na ule ugonjwa wake, kwamba anaumwa leukemia na upo stage 4. Hajataka kumwambia mtu kwa sababu hataki mtu yote awe na wasiwasi. Huko akimwaza cousin pamoja na Peace wapendane. Nyinyi ni ndugu, msiishi hivyo. Najua mmekaa mbalimbali hapo, hamtaki hata kuonana. Maisha haya ni mafupi, mnapaswa kupendana. Baada ya ile video kuisha, madam akasema kuna vitu vingine pia nimeagizwa. Kuna zawadi natakiwa niwape kutoka kwa Jidena. Samson, chukua hii zawadi, Jidena ameniagiza. Mr. George, kuna ya kwako pia hapa. Samson anafungua, anakuta amelipiwa ada na scholarship ya kwenda kusoma popote anapopataka. Akafurahi sana, akasema huyu jamaa alikuwa ni mwanangu sana, alikuwa akinunua vitu na kuniachia hela yote. Upone haraka Jidena. Mr. George akiangalia anakuta tayari ameshapata kazi. Akiondoka hapo anakwenda kufanya kazi sehemu nyingine. Lakini mwisho wa siku Miss Valela anamwambia Jidena tupo naye tena duniani. Jidena amefariki. Pale darasani pakajawa na huzuni sana, kila mmoja akimkumbuka Jidena. Shukrani sana kwa wewe ambaye umenifuatilia mwanzo mpaka mwisho wa huu mzigo wa kuitwa Treasure in the Sky, na mimi ni Captain of Black Myth Mansurcast.